tumezungumza juu ya ile audio clip ambayo ilionekana kwenye mitandao. Huyu mama mmoja ambaye ni mama wa CCIO akiongea jinsi wataenda kuweka bunduki, silaha kwa gavana ili gavana aonekane mhalifu. Kwa hivyo sisi kama bunge tumejadili hili jambo na tumeamua kuwa tunangoja huyu mama atueleze au serikali kuu itueleze ni njia gani itachukua ili tupate hii nini ilikuwa inapangwa. Na sisi kama bunge tumeamua kama serikali kuu haitatuambia hatua ambazo inachukua, basi hatuna budi ili kuenda tufanye maandamano hadi serikali kuu ituambie ni nini inapanga. Mnakumbuka hivi ndio Ruto alikuwa anatishiwa, lakini leo Ruto ni nani? Ni rais. Na nawaambia nyinyi endelea kutisha Simba, siku moja atakuwa rais, lakini sisi serikali yetu hatutatisha hawa mama. Kama kuna mtu anafanya mchezo kama huyo tunafunga. Kwa hivyo namwambia yule mama akome, ajue hii ni Kisii, sisi ni watu wa amani, na tunamwambia ajiheshimu, aheshimu kiti ambacho rais amempatia ili afanyie watu wote kazi bila kubagua na afanye haki kwa kila mwanadamu. Manane Richmond Ayori ambaye ni mwakilishi kata ya Bogeka ambaye inapatikana katika eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Langu hapa ningependa kuwahimiza madam sisi ni watu tumepitia mengi na vitisho tumepitia. Hapa tumechaguliwa kuwakilisha wananchi wa Kisii. Wewe umekuja hapa kwa sababu serikali imekutuma hapa ufanyie watu wetu kazi. Haujakuja hapa kucheza na siasa ya Kisii. Siasa ya Kisii na wenyewe. Tafadhali na kuomba waachie. Sisi si watu waoga. Ukiangalia gavana Simba Arati si mtu muoga. Na gavana ni ambaye amechaguliwa na kura mingi Kisii tangu tupate ugatuzi. Kwa hivyo wewe kuja juzi Kisii, unakuja kuanza kutisha ya kwamba unaleta silaha uweke kwa gavana, hiyo nayo tutakuambia ni ndoto. Wewe nyinyi fika, kama ni kwa gavana mnafika na silaha, mtatupata pale pale. Kwa sababu sisi tumeamua hivi. Kwa sababu kama mmeanza kuchukua, mnataka kutishia kuchukua walinzi, nyinyi chukueni walinzi. Lakini sisi wenyewe, kwa sababu gavana ndio mkubwa wetu hapa, sisi tutakuwa walinzi wake. Na kama mnafikiria hii njama ya kufanya sijui serikali ya Kenya kwanza, serikali inataka kukandamiza serikali ya kwa bunge na magavana ambayo walichaguliwa kwa minajili ya mlengo wa Azimio, tafadhali heshimu wananchi. Tuna demokrasia, sisi tumefanya kazi ya kura miaka mingi. Labda saa zingine wewe uko umezaliwa, wewe umejipatia unyadhifa wako wa CCI juzi. Hatutaki kuenda ndani na kuanza kuchimana. Umeanza kupigiana masimu ya kwamba gavana ako na vikundi ambaye wanatishia usalama wa Kisii. Hakuna mtu anatishia usalama wa Kisii. Wa Kisii ni wapenda amani. Ndio maana uliona wakati ile machafuko yalitokea mwaka 2007, uliona watu wote walitorokea Kisii kwa sababu kulikuwa na usalama. Kwa hivyo hatutaki chembe yoyote ambayo inakuja kuleta chocha katika siasa yetu ya Kisii. Sisi kama wanasiasa tunakemea jambo hilo na tunatoa hadhari ya kwamba jaribu mtakiona cha mtema kuni. Waweke bunduki kwa Simba Arati, anataka Simba akienda kwa mikutano tusikie kuna kilio, na hicho kilio ni kumpiga risasi, si kilio cha kufanya nini. Sababu huyo mama hana nguvu ya kupigana, nguvu yako nayo ni ya risasi. Kwa hivyo mkiona Simba Arati amepigwa au amefanywa chochote, huyo mama na watu wake watatuambia. Gavana wetu yuko sawa, hatuna uoga na hatuna vitisho. Gavana atakuja hako, alienda shughuli kikazi kule Nairobi, alienda kurekodi statements, atarudi hapa na tunafanyia kazi hapa. Hatuwezi ogopa eti tumetishiwa na yule mama ndio tuogope. You can't run away. Hapa ndio tunafanyia kazi. Kama lalamishi yetu kwa niaba ya gavana. Gavana jana uliona alienda kule makao makuu ya DCI kuenda kutoa mwelekeo ya kwamba hapa kuna njama ya kujaribu kuweka silaha kwangu ili baadaye wakuje kusema mimi ndio naongoza vikundi vya ugaidi. Unapojua kwa siku chache ambazo zilizopita
kumekuwa na chembe kule kotini ya kwamba kuna vijana fulani wanakashiwa kwamba hao vijana ndio wanaleta machafuko Kisii, wanapigana ovyo ovyo, lakini ukikumbuka ya kwamba kuna wafuasi wa gavana Simba Arati, mmoja ameuliwa sababu kosa tu alifanya ni kuvalia shati ambayo ilikuwa imeandikwa Simba Arati, na huyu kijana amezingwa. Vijana wengi wamedhulumiwa humu kwa ajili ya kutumia jina la gavana Simba Arati. Ndio maana tumekuja kujadili kwenye bunge, tumewaeleza wananchi, kwa sababu serikali kuu isipotusikiza haki itendeke kwa gavana Simba Arati, basi tutarudi kwa wananchi tuwaambie gavana ambaye mlipigia kura maisha yake iko hatarini. Maisha yake iko hatarini, wananchi wajitokeze kumlinda. Na wananchi, nakwambia wananchi wa Kisii si watu waoga. Mimi ningependa kuhimiza serikali, sisi tunapenda amani, lakini itafikia wakati tutachoka. Kwa serikali kuu, kwa upande yetu sisi kama wakilishi kata hatuna tatizo yoyote, lakini shida ni ile gavana ambaye tunategemea kwa minajili ya maendeleo ya wananchi. Sasa unaona wanatupiga tu vita, hakuna maendeleo Kisii. Absorption rate iko chini, absorption rate haiko chini, kazi imetendeka. Tulichofanya ni malipo, kwa sababu lazima tufuate sheria kwa kulipa. Hata wanakandarasi wote sheria lazima ifuatwe ndio walipwe. Kazi imetendeka. Tulichofanya ni ile sasa kuna uchunguzi ndio uweze kufikia mahali tunaweza kufanya nini, kulipa. Hii siasa ingine waachana nayo. Sisi wanaopiga, unajua kuna wale mnaita cartels, wale ndio wanasumbua serikali yetu ya kaunti, na hivi karibuni mtayaona. Sisi unajua pia sisi ni watu wasomi, na tunaweza fanya msasa ama kupiga msasa mkanda ule. Tulipopiga msasa mkanda ule, kwa kweli sauti ni ya yule mama ambaye walikuwa wanapeana maagizo ama vile walikuwa wanaelekezana ni la ukweli, kwa sababu kama si la ukweli angekuwa amejitokeza yeye mwenyewe aseme mkanda ule, sauti ile si ya kwangu.